leo tumewaita hapa waandishi wa habari kwa lengo kuu moja la kujivua wanachama wa Chadema. Hakuna dhambi kujivua, hata nyoka anajikoboa anapata ngozi mpya nyingine. Chadema bye bye. Maana hapa hatuko kwenye taasisi tena, hapa tumekusanyika watu wenye lengo moja, ambapo tunajua ndani ya siku chache zijazo, nadhani haiwezi kufika hata wiki, tuna mpango wa kuingia chama kimoja wapo kwenye taifa hili. Chadema ina lilahi. Haya yanayotokea leo haya muufikishie umma. Mnaotuona hapa, tuliokusanyika hapa ni wawakilishi wa wananchi kutoka sehemu mbalimbali kwenye mkoa huu. Wawakilishi, sio kwamba ndio hao tunaotuona ndio tunajitoa. Wanaojitoa ni maelfu. Kwenye Chadema tunahamia chama kingine kwa ajili ya kuendeleza siasa. Tuna slogan moja maarufu sana, inasema no reform, no reforms, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa nini hakuna uchaguzi? Hakuna uchaguzi kwa maana hautakuwepo? Hapana. Viongozi wetu wanatuambia kwamba tutakwenda kuuzuia uchaguzi. Sasa kwa mantiki ya kawaida, mwanadamu huwa ni mnyama mwenye akili. Yaani akisikia kitu anaanza kukiprocess yeye mwenyewe haraka haraka. Sasa sisi ni wazoefu wa hiki chama na wazoefu wa hii nchi. Unaanzaje kuzuia uchaguzi? Watawala wanajua kabisa hili ni tendo la kikatiba, ni tendo la kisheria. Mamlaka zote pamoja na mamlaka zenye nguvu zipo kwa ajili ya kulinda katiba na sheria. Je, we have a power to overcome mamlaka za dola za nchi hii? Ila kiongozi anawaambia hamna, tutazuia. Tunazuiaje? Mzunguko wa matendo ya kiuchaguzi unaendelea. Sisi tunaimba no reform, no election. Tuseme kimsingi hata wote tulioko hapa, reform tunazitaka, lakini si kwamba eti ndio tususie uchaguzi kwa sababu hakuna reform. Hii nchi ni ya kwetu wote. Kuna mambo ambayo tumechelewa kama chama, ambao hatuwezi kuyarekebisha hata kama Tundu Lissu atatoka leo. Ndio maana tumevumilia muda mrefu mpaka imefikia hatua tunaanza kuchukua hatua. Kuna mambo ambayo tumechelewa kusaini fomu. Hata akitoka Lissu leo hii hatuwezi kwenda kusaini maadili, muda umeshapita. Hatuwezi kuandaa mawakala kwenda kusimamia zoezi la uandikishaji, muda ulishapita. Na kuna ratiba nyingine za kiuchaguzi zilishapita. Ndugu zangu waandishi wa habari, hapa ni Katavi, wilayani Mpanda, na walio mbele yenu hawa ni wanachama waliokuwa wanachama na viongozi mbalimbali. Waruhusa walionipa wako tayari kwa mmoja mmoja. Mimi nilikuwa katibu wa jimbo, nilikuwa mwenyekiti wa jimbo, mimi nilikuwa ndani. Wako tayari, kama mtawa approach watawaeleza. Ila mimi kama kiongozi kwa namna moja au nyingine, kwa kofi yangu niliyotoka nayo huko na heshima walikuwa wanaendelea kunipa, wameona ni bora nikaweka mazungumzo ya utangulizi. Ila sina mamlaka ya kusemea nyoyo na nafsi ya kila mtu. Maana hapa hatuko kwenye taasisi tena, hapa tumekusanyika watu wenye lengo moja, ambapo tunajua ndani ya siku chache zijazo, nadhani haiwezi kufika hata wiki, tuna mpango wa kuingia chama kimoja wapo kwenye taifa hili, ili kwa nguvu ile ile, utaratibu ule ule tuliokuwa nao Chadema tuhamishie huko. Kwa majina naitwa Hamisa Korongo Mongomongo, ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa baraza la wazee mkoa wa Katavi. Nasema hivi ndugu zangu, mimi nilikuwa mwanachama mwaminifu, mwanachama mtiifu Chadema.
Mpaka juzi watu wananipigia simu wanasema, hata we Hamisa, we ni wa kuondoka Chadema, mfia chama wewe, kielele wa chama wewe. Nimesema sasa kielele wa chama ameondoka, mfia chama ameondoka, anakwenda kutengeneza chama imara, chama kinachoshiriki uchaguzi. Watu mlipenda Chadema na sisi tulipenda, lakini mimi nimeipenda zaidi Chadema. Bye bye. Chadema ina lillahi wa ina lillahi rajiun. Chadema ina lillahi wa ina lillahi. Maana maneno ninayo mengi, sasa natamani kufupisha ili na wenzangu vipande viingie kwa waandishi wa habari. Nadhani Chadema habari wanayo, mkoa wa Katavi habari wanayo. Ukifika manispaa ya Mpanda, ukifika mkoa wa Katavi, huwezi kuisema Chadema bila kumsema Hamisa Korongo. Hiyo Chadema ilikuwa haijakamilika. Leo ni maumivu, vijana wangu waliopoteza mwelekeo, vijana wangu walio ndani ya Chadema waliokosa nidhamu na kututukana watu wazima, vijana wangu ambao tunawapa maelekezo wanafanya ya kwao, wanakwenda kukiteketeza chama cha Chadema. Na leo Chadema kweli imekwenda kuteketea kwa mkoa wa Katavi. Kwa mkoa wa Katavi Chadema nimesema ina lillahi wa ina lillahi rajiun. Tutaambizana muda ukifika, ninakwenda kutafuta chama kingine, nitagombea. Pamoja na umri wangu wa utu uzima, ninayo nafasi ya kuendelea kuwasemea Watanzania. Jina naitwa Suzana Pius Kasera, almaarufu alikuwa anapenda kuniita Kamanda Suzi. Jina la ukamanda naliacha kuanzia leo, nitapata jina jipya. Hakuna dhambi kujivua, hata nyoka anajikoboa, anapata ngozi mpya nyingine. Hakuna dhambi katika nchi hii kutoka chama kingine kwenda chama kingine, ili maadamu utii sheria za nchi. Utatoka CCM utaingia Chadema utapokelewa, utatoka Chadema utaenda kafu utapokelewa, maadamu utimize sheria za chama jinsi zilivyo. Hapa naongea kwa niaba ya viongozi na niaba ya wanachama wenzangu wote tuliokutana mahali hapa. Tumejivua rasmi wanachama wa Chadema. Muda utakapofika tutawaeleza umma kama tunavyoongea leo tunaelekea wapi. Lengo letu kubwa ni kwenda kupambana na kusukuma gurudumu. Maana Chadema tumesukuma gurudumu, limefika kwenye tope, limekwama. Chama cha siasa siku zote kazi yake ni kutetea umma, kwa maana ya kutafuta maslahi bora ambayo yatekelezwa na serikali kuhusiana na jamii inayoongoza. Ndio kazi kubwa ya chama cha siasa. Lakini malengo ya chama cha siasa nini? Ni kushika dola. Yaani huwezi kuanzia chama ipapa afu mkatafuta marungu kuna mnaenda kuteka watu. Chama cha siasa siku zote chenye demokrasia ya uwazi, lengo lake ni kushika dola. Sasa safari tunayokwenda nayo, muielewe tu kwamba yani nyoyo zenu zikunjuke kwamba safari ni njema. Safari ni njema sana. Takachokiomba kwenu baada ya kupenda utaratibu mwelekeo wetu utakuwaje, tusigeuke nyuma tukaanza kutusi watu wengine.